Ulimwengu wa kidigitali umekuwa na watu wengi ambao wamekuwa wakitengeneza maudhui na wakiingiza pesa nyingi na kuwa na ushawishi mkubwa duniani. Leo kupitia Missing Links tupo na MrBeast. MrBeast ana vitu vingi vya kipekee na vya kitofauti ambavyo vimemfanya ateke ulimwengu wa kidigitali moja kwa moja. Sasa leo tutamwangalia katika dhana tofauti. Yapo mengi ambayo MrBeast ameyafanya na pia kujua siri iliyojificha nyuma ya jina analofahamika. Jina lake anafahamika kama Jimmy Donald, lakini jina ambalo linampa ugali anafahamika kama MrBeast, ambaye kupitia maudhui yake amekuwa akitengeneza dola za Kimarekani milioni 54. Hii kwenye maudhui yake yamekuwa yanahusisha vihoja, vitimbwi pamoja na michezo ambayo imekuwa ikiwakusanya watu wengi watumie kwenye michezo ambayo imekuwa ikifanya watu wengi watengeneze pesa au wawe na shauku ya kupata pesa kupitia michezo ambayo amekuwa akiitengeneza. Michezo hiyo unakuta ni michezo fulani ambayo ni vitimbwi na vihoja ambavyo vinastaajabisha sana, lakini watu wengi wanakuwa wanamakinika katika kupata pesa. Hii ikamfanya kuwa mtengeneza maudhui maarufu zaidi duniani. Mtengeneza maudhui huyu amekuwa akifanya kazi baadhi ya makampuni ya kuchapisha maudhui yake kupitia YouTube channel yake ambayo ina wafuatiliaji, yani subscribers milioni 483 na watazamaji ambao mpaka sasa wametazama ni bilioni 120. Inakadiriwa huwa anaingiza dola za Kimarekani milioni 152 mpaka milioni 423. Haya ni mapato ya YouTube pekee. Mei 7 ilikuwa ni birthday yake. Sasa nazungumzia Mei 7 ya mwaka 2025. Kupitia ukurasa wake wa Instagram aligawa dola za Kimarekani karibia 500 kwa wafuasi wake ambao watakuwa wamekidhi vigezo vya kucheza michezo yake ambayo unaweza kujishindia pesa taslim kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kwa watu 10 ambao waliweza kumtagi wa kwanza na waliweza kupata dola za Kimarekani 50,000. Kwa ni mtu ambaye anaonekana mara nyingi anakuwa na pesa nyingi ambazo amezikusanya pamoja kwenye nyumba yake, na mara nyingi huwa anazigawa hizo pesa na hiyo michezo ambayo inakuwa mingine ni hatari, mingine ni vihoja ambao vinakuwa ni vya kuchekesha, lakini ukiangalia kwenye mtandao wa YouTube anakuwa na wafuatiliaji wengi. Safari yake ni gani? Ilianzia wapi? Safari yake ilianza akiwa na umri wa miaka 13. Hapa nazungumzia mwaka 2012 kwa sababu mpaka sasa ametimiza miaka 28. Amezaliwa mwaka 1998. Alipakia video yake ya kwanza ambayo ilikuwa ni Februari 2012. Kipindi hicho aliita channel yake MrBeast 6000. Maudhui yake yalimpa thamani kubwa kama mtengeneza maudhui mdogo anayekuja kwa kasi kwenye mtandao wa YouTube. Hivyo YouTube wakamtambua kama mtengeneza maudhui mdogo anayekuja kwa kasi na ambayo walimtabiria kwamba atakuja kufanya vizuri kutokana na kasi na watu ambao walikuwa wanamakinika kwenye maudhui yake. Mwaka 2015 mpaka 2016 alipata umaarufu. Hii ilikuwa baada ya kupitia video yake ya Worst Intros on YouTube series ambayo alikuwa ameitoa na kupata subscribers 30,000 kwa wakati mmoja. Hapo maisha yake yakabadilika. Sasa kwenye Missing Link leo kitu gani ambacho kimemiss kutokea kwa MrBeast ambacho hatukifahamu na wala hatujakiangazia? Jina MrBeast ni mnyama. Sasa sio jina la kawaida ambalo leo inakufanya urejee kwenye ile Ufunuo 18, Ufunuo sura ya 13 lile fungu la 18. Hapa hapatakiwa hekima, mwenye akili ataweza kufafanua maana ya tarakimu ya mnyama huyo. Sasa huyo mnyama kwa lugha ya Kiingereza wamemuita Beast na yeye anajiita MrBeast, maana tarakimu yake ni ya mtu fulani. Tarakimu hiyo ni 666. Hii ni tarakimu ambayo kwenye Biblia mara nyingi imekuwa ikimfasiri yule mwovu Ibilisi ambaye tarakimu yake ni 666. Hivyo
inaonekana MrBeast ameamua kutumia jina hili kuwa na ushawishi mkubwa na kuweza kuwalaghai wengi. Sasa kwenye Missing Links viko vitu ambavyo amevifanya sio vya kawaida, ambavyo viko nyuma ya pazia. Yeye sio mtu wa kawaida tu ambaye anafanya kazi, lakini anafanya kazi kwa siri na kampuni ambayo inaitwa Night Media. Inafanya kazi kwa wawekezaji na matajiri na watu wenye ushawishi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Hawa jamaa hawafanyi kazi na watu mashuhuri tu, lakini wanafanya kazi na kampuni kama Disney na Amazon. Ndizo hawa jamaa wamechangiza hasa kuwa na maudhui ya kushawishi mapenzi ya jinsia moja na kuleta maazimio ya mapenzi ya jinsia moja. Mfano wa katuni ambayo ilisambaa sana na ilipendwa zaidi na iliuza zaidi ni katuni ya Luka, ambayo hii ilikuwa ina maudhui ambayo ya ushawishi ya mapenzi ya jinsia moja. Kwa unaona ni namna gani hawa watu wamekuwa na ushawishi mkubwa katika kuleta maazimio ambayo sio mazuri na yanaharibu kizazi cha leo, na watoto wanaharibikiwa kwa sababu wanaona kufanya hayo mambo ni sawa. Anachokifanya MrBeast kinaonekana kinafurahisha na kuyapa nguvu makampuni haya kuamua kutengeneza pesa. Sasa MrBeast ana kampuni yake ambayo inatengeneza asusa, kwa lugha ya Kiingereza unaweza kusema snacks mbalimbali. Sasa hizi snacks jamaa yake ambaye ni co-host wanafanya naye kipindi anaitwa Chris Tyson, ambaye sasa anatumia Ava Chris Tyson, alimwacha mkewe na mtoto wake. Hii ni baada ya kujihusisha na maazimio ya kutengeneza biskuti ambazo zina sumu, ambayo imewekwa rangi bandia na ladha bandia. Hawauzi tu biskuti, hata peremende pia ambazo zinawafanya watoto wawe na urahibu, lakini watengeneze magonjwa na utegemezi wa bidhaa hizo kwa mlengo wa watoto kuwa wafuatiliaji wao pendwa wa baadaye, ili mradi wateke hadhira kubwa na kudhibiti maazimio mabaya ya watoto. MrBeast anatarajia kufungua benki. Benki yake itakuwa na nini? Itakuwa na sera gani? Kwa sababu ni mzee wa kugawa hela. Hiyo ndo Missing Links kwa leo, kile ambacho huenda ulikuwa ukifahamu kipo nyuma ya pazia ya MrBeast ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye mtandao wa YouTube.